Habari ndugu mtazamaji wa channel yangu na wewe ambaye unayependa kunifuatilia kila siku, kila wakati. Leo naenda kukuonyesha kitu cha tofauti ambacho watu wengi walikuwa wakilalamikia na kuona kwamba kuna changamoto katika wifi zao, hata katika ufanyaji wa biashara ya wifi. Kiukweli, endelea kuitazama video hii mpaka mwisho, utapata kitu kizuri zaidi. Ila kikubwa, usisahau kusubscribe channel yangu mpya, usisahau kulike, kushare, comment yako ya muhimu kabisa. Sasa leo tunaenda kuangalia namna ya kuweza kumzuia au kuzuia mtu hata akiwa na password kwenye wifi yako, basi asiweze kuingia wala kuweza kuskani. Maana kuna wengine unakuta umempa password lakini wanaenda kuskaniana. Sasa hii inaenda kukomesha hilo tatizo. Kwanza kabisa utaandika IP ya router yako. Utaandika address ya router yako kwamba mfano hii Voda. Leo tunazungumzia Voda, lakini tutakuja kuzungumzia na wifi zingine. Kwa Voda utabonyeza 192.168.0.1 kama unavyoona hapa juu, kisha utabonyeza okay. Itafunguka namna hii, na ukiona mimi hapa nimefungua hivi, imefunguka moja kwa moja kwa sababu tayari nishaingia. Lakini wewe, kwa sababu itakuwa ni mara ya kwanza au itakuletea sehemu ya password, basi utaingiza password yako ambayo inaingia kwenye browser yako, basi utafika katika eneo hili. Maana lengo kubwa ni kufika katika hili eneo hapa kwenye hii dashboard hapa. Kwa hiyo kitu ambacho unachotakiwa kukifanya ni kwenda sehemu ya wifi setting. Hii ndiyo sehemu muhimu sana ambayo tunahitaji sisi ili kuweza kuwazuia watu wasiweze kuhaki wifi zetu bila ruhusa yetu. Sio mtu tu ana password basi anaingia au anampa password mtu mwingine au anaskaniana. Kwa hiyo sisi tutaenda wifi setting. Kwenye wifi setting utakuja sehemu hii iliyoandikwa Mark filter, WLAN Mark filter. Hii ndiyo sehemu muhimu ambayo ya kufanya hicho kitu. Tutagusa hapo, utakuta eneo hili. Hapa juu utaona kuna wifi switch, utaona kuna mute SSID switch, alafu utaona Mark filter format. Sasa hapa kwenye wifi switch utaweka kama nilivyoweka mimi hapa enable, alafu hapa kwenye mute SSID switch utaweka disable. Sawa? Kisha hapa kwenye Mark filter, sasa hili ndio eneo mama ambalo linafanya shughuli hiyo nzima ya kuweza kuzuia watu. Unaona hapa mimi ipo kwenye hii neno hapa rules, Kiingereza kidogo, rules. Kwa hiyo ukigusa hapo utaona kuna option 3 zinafunguka. Kuna neno la kwanza, kuna neno la pili, kuna neno la tatu ambalo ni whitelist na blacklist. Sasa sehemu ambayo sisi tunahitaji kuitumia katika wifi yetu ili mtu asiweze kuingia hata kama ana password au akaskaniana, yani hata akiwa na password, sisi tutakuja katika eneo hili lililoandikwa whitelist. Kwenye whitelist utaona kama mimi hapa kwenye wifi yangu kwenye eneo la whitelist kuna hizi hapa IP address. Hizi IP address ndizo za muhimu sana kwa wateja wako. Kila simu au kila kifaa kina hii IP address ya kuweza kuunganisha kati ya wifi pamoja na simu ili iweze kutoa internet. Sasa hapa wewe unachokifanya utaweka eneo hili la whitelist. Ukishaweka hapo basi apply. Ukisha apply hivyo, yani hapo utakuwa umezuia kifaa kingine hakitoweza kuingia bila wewe ruhusa yako, hata kama na password au hata kama wanaskaniana. Yani ataskaniana lakini kule itamwandikia tu saved.
haitoweza kufanyaje, haitoweza kuconnect kwenye wifi yako. Kwa hiyo sasa unawezaje sasa kuzuia au unawezaje kumuunganisha mtu wakati umeshaweka katika mfumo huu? Hizi hapa address hizi mimi hapa nimezijaza, mimi hapa nimeziweka. Hao ni wateja wangu ambao wanatumia wifi yangu. Sasa hizi na wateja 1 2 3 4 5 na wateja 5, lakini sasa hizi hawajajiunga. Sawa, nawezaje kufanya hivyo wakati nimewazuia watu? Unachotakiwa, mteja akija kwako, akija kujiunga kwenye wifi yako, amelipia aidha au unataka kumuunganisha, unakuja kwanza hapa. Unakuja kwenye hili neno la juu hapa la kwanza kabisa. Tap. Ukishaweka hapa, uta apply. Ukisha apply hapa, baada ya kuapply hivyo, basi huyo mteja wako atafanyaje? Atajiunga. Sawa? Atajiunga. Kwa mfano, ngoja mimi nijiunge hapa, niweke kifaa hapa. Ngoja nijiunge hapa, niweke kifaa ili uweze kuona kwamba kitu gani ambacho mimi nakizungumzia. Okay. Naona hapa kuna kifaa ambacho kimeongezeka. Mwanzo hakikuwepo hiki, lakini sasa hizi kimefanyaje? Kimeongezeka. Mwanzo ilikuwa ni cable tu hapa, eneo la cable, ambayo hii ni computer, lakini sasa hivi nimejiunganisha na nini? Na wifi. Kwa hiyo hapa wewe utaona watumiaji ambao wanatumia wifi yako wote, unawaona hapa. Kwa mfano sasa hizi hapa wanaotumia wifi ni 2, naona mmoja katoka. Okay. Sasa basi hizi IP address tunazipataje? Kuzipata hizi IP address kwa mtu ambaye unahitaji kumuunga mpya, ambaye hajawahi kujiunga na wifi yako, au labda ashajiunga ila umemtoa, unachokifanya ili aweze kuingia na kuweza kuzipata hizi namba, unakuja hapa, unakuja kwenye hili neno la kwanza hapa. Tukumbuke hii ni wifi ya Voda na hapa tunafanya settings za Voda. Utakuja uta apply. Kisha apply kama hivyo, utasubiri itamaliza. Yes, kwa sababu mimi natumia kompyuta. Utarudi nyuma, utakuja hapa, utamwambia ajiconnect, utampa password. Ukishampa password au utamscan, utamwambia ajiconnect kwenye wifi, atajiconnect kama hivyo. Akishajiconnect utabonyeza hapa. Unaona kifaa kimeongezeka hapa. Connect device. Hapa kifaa kimeongezeka. Kwa hiyo utagusa hii wifi hapo, sehemu ya connection. Utaona hapa huyu mtu aliyojiunga, utamuona hapa. Unamuona huyu ndio mtu aliyojiconnect saa hizi, maana kifaa kimetambuliwa. Kwa hiyo sisi tutakopi hizi namba. Unaweza kaziandika pembeni au kutumia kukopi. Ila baadhi ya wifi za Voda hazikuruhusu kukopi hizi IP address, hizi namba hazikuruhusu kukopi. Naona. Kwa hiyo unaweza ukazinukuu pembeni, wakati wewe ushamuunganisha mteja anaendelea kufanya shughuli zake, au rafiki yako, mtu yote anaendelea kufanya shughuli zako, ila wewe unaendelea kuweka settings zako ili kuweka usalama kwenye wifi yako. Utazikopi. Ukishazikopi, utarudi sasa, utakuja kwenye wifi setting. Kwenye wifi setting utakuja kwenye MAC filter, utakuja hapa, utakuja white list, utakuja kujaza kwenye kibox hapa. Kwa mfano kile kifaa ni 22 nukta pacha C 2 nukta pacha 87 nukta pacha C 6C nukta pacha CB nukta pacha AE. Naona nita apply. Usha apply, manake yule umemruhusu kuingia kwenye wifi yako. Hivyo ndivyo namna unavyoweza kuisimamia wifi yako na ukapata pesa, na watu wasihaki wifi yako, wasipeane password ili kuweza kukuibia. Sasa unahitaji kumtoa huyu mtu. Kwa mfano labda amelipia siku moja, unahitaji kumtoa, au labda tayari ameshalipia, unahitaji tena aendelee kulipia, tayari ameshatumia, unahitaji aendelee kutumia tena. Unachokifanya, unakuja tu, kwa mfano hapa unakuja unamfuta tu huyu pap, unamfuta. Ukishafuta una apply. Yaani kitu simple. Unafuta, ukiapply, maana hata kwa sababu yeye ana password kule, hata akirudi tena hawezi kuunganishwa na wifi yako kwa sababu hayupo kwenye white list.
Kwa hivyo ndivyo namna ambavyo unaweza kumzuia mtu asitumie wifi yako bila ruhusa yako we mwenyewe. Kama umependa somo hili, basi usisahau kuacha comment yako, pia usisahau kushare, pia usisahau kusubscribe. Maana hivyo ni vitu muhimu sana kwa upande wangu, ili niweze kukuletea kila siku triki kama hizi. Hii ni wifi ya Voda, tumeweza kuifanyia hivi, lakini pia nitakuja na wifi ya Airtel, nayo naliandalia somo, lakini pia kuna wifi ya Halotel. Kwa hiyo kama unapata changamoto yoyote kupitia wifi yako, basi wewe niandikie comment yako, au unaweza kunitumia ujumbe wa message kawaida au WhatsApp kwa nambari ya simu 0776901312. Hiyo ndiyo namba yangu ya mawasiliano. Basi tunaweza tukawasiliana, tukaweza kuweka sawa mambo haya. Kama kuna sehemu hujaelewa, basi unaweza ukanitafuta kupitia mawasiliano hayo. Mimi ni Emmanuel Kibiki, tuko pamoja katika masuala ya usalama wa wifi yako. Karibu sana.